Na mpenzi mtazamaji, karibu tena katika Sauti ya Uongozi, ikiwa ni tarehe mosi, Jumamosi mwaka 2025, ikiwa kwamba ni Novemba. Takriban sasa tunaanza kuhesabu. Unajua heka za kumaliza ama sherehe za kumaliza mwaka zimeanza kwa wengi tu, ikiwa vijana sasa wavulana wakienda jandoni pale. Ni sherehe ambazo zinaanza. Lakini nakukaribisha katika kipindi chetu Sauti ya Uongozi, ikiwa leo hii ni siku ya Jumamosi. Basi vile ambavyo huwa tunafanya kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3 usiku, ikiwa kwamba baada ya kupata taarifa za habari. Na leo hii niko na mgeni wangu ambaye ameshafika, mwingine hapo njiani. Akifika basi atupate kama tunaendelea ni sawa, na bila shaka asipofika tutakuwa tunaendelea tu bado. Mgeni wangu ni Bwana Dennis Ombaba Gekonge, ambaye ni kijana kutoka kaunti ya Kisii, na bila shaka ni mwanasiasa. Na tukao kile ambacho tulikuwa tunakiangazia siku hii ya leo ni uongozi wa kizazi kipya, tukiona kwamba ama tukiangazia uwajibikaji na kujumuishwa kwa vijana na wanawake katika siasa za Kenya, na bila shaka uongozi wa hapa nchini Kenya. Kumbuka kwamba utakuwa unazungumza nasi kupitia nambari ya SMS 21575. Hapo ndipo nitakuwa nikisoma jumbe zako zile ambazo utakuwa unatuma, na bila shaka utakuwa unazungumza nasi kupitia WhatsApp yetu. Utume ujumbe kwa nambari 0711199890. Pale YouTube tupo live kama Ndizi TV Africa, na pale Facebook utakuwa unatupata kama Ndizi TV Africa, TikTok, Instagram, X Ndizi TV Africa. Karibu sana tukianza mazungumzo yetu moja kwa moja. Lakini kabla hatujaingia ndani zaidi kuanza kuiangazia yale ambayo tumeandaa aswa uongozi wa kizazi kipya, ningependa kumpa mgeni wangu nafasi ili aweze kukuamkua ama akusalimie jioni hii ya leo tunapoendelea na mchakato wetu. Bwana Dennis, karibu sana karibu katika Ndizi TV Africa. Jihisi nyumbani, na ni wakati wako sasa wa kumsalimia mpenzi mtazamaji ambaye anatutazama kote kote, na bila shaka umueleze wewe ni nani, unakotoka, pia ni wapi. Karibu sana. Asante. Kwanza kabisa niruhusu nichukue fursa hii kuwashukuru nyinyi kama studio kwa kunikubalia siku ya leo ili niweze kufika katika TV yenu na kuweza kuzungumza yaliyo makuu kwa taifa letu. La pili niweze kusema kwamba mimi kwa majina naitwa Dennis Ombaba. Dennis Ombaba ni mkaji wa Kisii, aswa ward ya Ichuni. Ichuni iko katika constituency ya Nyaribari Masaba. Hapo ndiko natoka. Na Dennis Ombaba ni kiongozi. Kiongozi kwa njia hii kwa sababu mimi katika uchaguzi ule uliopita niliwania kiti cha MCA katika ward yetu ya Ichuni, na nikaweza kuwa namba 5. Na katika harakati hizo pia najua Mungu yuko na kila kitu itakuwa sawa. Kwa hivyo kwa mwaka huu ama uchaguzi huu ambao unakuja pia nawania hicho kiti bado. Na vile vile mimi Dennis Ombaba ni director wa political affairs katika chama ambacho kinaitwa National Liberal Party. Chama ambacho kinaitwa National Liberal Party, hapo ndipo mimi ni director wa National Liberal Party ama nasimamia mambo ya political affairs. Jioni ya leo na waomba watazamaji muweze kujiunga nasi ili tuweze kuzungumza na kujadili yale ambayo yanatuhusu sisi kama wa Kenya na pia sisi kama wale ambao tunatoka katika eneo hili la Kisii. Yes. Karibu sana. Kuna kile ambacho umesema umejaribu, umeonja kidogo. Je, ni how does it taste being a politician and a young man in politics, kukimbizana? Najua kuna wale ambao wanasema kwamba kuna wale wamezoea siasa na wanavyo, na kijana anajitoza pale ana chochote kile cha kuwapa watu. Unaelewa kile ambacho nakizungumzia aswa kwa lugha nyumbani wanataja kwamba ni kusiagigwa ama kupeana kakitu. How does it look like? Asante ndugu Jeff. Kwa kijana kama mimi si kazi rahisi. Jinsi ambavyo umesema, watu wengi ama hao watu wetu wao wamezoea sana mambo na pesa. Lazima ukisema tu hivi nawania kiti fulani, basi wanajua hapa sasa kuna mwanya ama kuna mahali ambapo tunafanya nini, tunaweza kufanya nini, kukula. Lakini katika kila changamoto kuna vile ambavyo Mungu anakusaidia na unaweza kupitia hayo yote. So wakati huo wote nilisimama, na ukumbuke
ilikuwa wakati ambapo mimi nimetoka fresh from college. Nilikuwa nimetoka tu shule hivi chuo kikuu. Nilikuwa nimemaliza tu mwaka moja na nikaingia kwa siasa. Na siasa hiyo maybe baadaye ukinipa muda nitakueleza ilikujaje, lakini swali ambalo umeniuliza si rahisi. Lakini kwa ile kidogo ambayo unayo unawaelezea wale ambao ni wanakijiji, unawaambia mimi nakuja hivi na hivi, na kutoka hapo unapata ya kwamba umewaelezea sera zako na unawaambia mimi kile ambacho nakuja kuwafanyia ni hiki na hiki na hiki. Kuna wale ambao wanasikia sawa, na kuna wale ambao bado hata ukiwaelezea unasikia tu wakikwambia maliza haraka, tunataka hiyo pati ya mwisho. Na pati ya mwisho ni gani? Ni kusiaga na kupeana kitu. Alright, hivyo ndivyo ambavyo amejitaja yeye ni nani, ametueleza, tumemjua mahali ambapo anatoka. Na mwingine pale mheshimiwa ambaye alifaa kuwa nasi, Honorable Violet Nyapara, hapo njiani akitufikia, tulikuwa tunaendelea, lakini amesema kwamba hapo njiani bado. Tukiendelea kusonga mbele, je, vijana wanachukua nafasi pasavyo katika uongozi? Kwa mtazamo wangu ndugu Jeff, bado vijana hawajachukua nafasi yao vizuri katika uongozi huu. Ndio kunao wale ambao wamejituma na kunao wale ambao wameonyesha na kudhihirisha ya kwamba wana uwezo wa kuchukua nafasi hizi ili waweze kupewa nafasi na waweze kutumikia wananchi. Lakini idadi kubwa ya vijana bado hawajafanya nini, hawajaweza kusimama vizuri ama hawajaweza kuchukua position yao katika huo uongozi ili waweze kuonyesha na kudhibitisha ya kwamba ndio hata kama mtatupea uongozi tunaweza. Lakini najua vile ambavyo siku zinasonga tunaona vijana wengi wakikuja na vijana wengi wanaingia ili waweze kuwajibisha wale viongozi ambao wako na pia wao wenyewe kuhusishwa moja kwa moja ili kuweza kushiriki katika uchaguzi, kushiriki katika vikao ambavyo vinafanya maamuzi ambayo ni ya busara katika jamii yetu. Yes. Na kuna swala ambalo wengi huwa wanalitaja wakisema kwamba vijana ndio viongozi wetu wa kesho. Na kesho hii inatajwa kila wakati. Hata ukiwasikia wale wazee wazungumze waliomo siasani ama wamekaa siasani kwa muda, utakwambia tu vijana nyinyi ndio tutategemea kesho. Sisi tukiondoka ni nyinyi mtakuwa. Je, ili ambalo limekuwa likitajwa kwamba vijana ndio viongozi wa kesho, unaona kwamba linatimia ama ni swala ambalo linapaswa kuachwa kutumika kwa wengi, kwa sababu hii kesho wengi utaja kwamba hawajaiona ikifika? Ndugu Jeff, hiyo ni dhana ambayo ni potovu kabisa, na ni dhana ambayo wanasiasa hao wakongwe wamependa kutumia. Ndio. Na kwa mtazamo wangu huwa wanatumia hiyo ama wanatumia hiyo mchakato kwa sababu bado wanataka wabaki katika uongozi. Ni kutupea ile motisha kwamba sasa tukitoka ni nyinyi. Lakini kila wakati ama kila kuchao ukiangalia unapata ya kwamba hilo halitimiliki. Ndiposa vijana tunafaa kusema hiyo kesho sasa imefika, ni leo. Kila kijana asimame katika ile ama in any position yenye anaweza kusimama, ikiwa ni huko nyumbani, mabaraza, kila kitu, na waweze kuonyesha ya kwamba hii kesho ambayo mnatuambia sasa imefika. Si kesho tena, ni leo. Ili waweze kusimama katika kila pande, katika kila jambo ambalo linafanyika katika uongozi, iwe ni shule, waweze kuonyesha umahiri wao na waweze kusema ya kwamba hata sasa sisi tumetosha, tunaweza simama na tunaweza fanya jambo moja, pili, tatu. Unajua mara mingi Jeff, wazee wanatumia hiyo dhana kwa sababu wanafeel ama wanaona bado sisi hata tukipewa hatuwezi kujisimamia. La hasha. Na naweza kuambia siku hii ya leo ya kwamba wapo vijana ambao wanaweza na waweze kutupea hiyo, watu trust with the process, watupee hayo majukumu tuweze kufanya, ili na tunaweza fanya nini, tuweze kuonyesha ya kwamba sisi tunaweza na kila kitu itafanyika sawa. Why do you think that now these senior most people that have been in politics, they don't trust the youth with leadership? As I said, wanafili ya kwamba bado hatujaweza kufanya vile ambavyo wanataka. Ukiangalia mashirika mengi bado, hata kama tunaambiwa nini inafanyika, unapata ya kwamba bado wanaenda kwa watu wakubwa na wanasema ya kwamba ni experience. Unajua ndugu Jeff, nasemanga uwezi pata experience from nowhere. Lazima na wewe uanze ili at least ufanye nini, uweze kupata hiyo experience. But the most reason as to why they are doing so, it's because of their greed. Wanapata
unapata yani wako na ile ubinafsi, niweza kusema ni ubinafsi ya kwamba wana feel bado wanataka wafanye nini, wakue huko, na wanasahau wakitoka huko hawa ambao wanataka wakue huko watapata wapi hiyo experience. So it's because of their greed, and if they allow us, they give us the space, they give us that time and opportunities, I know we will make it, and I know it's a good thing that we can do and it's possible. Yes. Wengi wanajiuliza, kuna jambo hili ambalo tunaliangazia, talking about uongozi wa kizazi kipya. Somebody may be asking now that youths are saying we want change, and then whenever they are given a chance, they don't seem to be like they are serious on what they are saying that they want to change. So kwa mtazamo wako utafafanuaje hii jambo uongozi wa kizazi kipya, ndipo yule mtazamaji yuko pale nyanjani nyumbani aweze kuelewa zaidi hiki ambacho mnakiangazia uongozi wa kizazi kipya, wataelewaje? Asante Jeff. Uongozi wa kizazi kipya kwa mtazamo wangu ni uongozi ambao unahusisha vijana, ama ni uongozi ambao unahusisha mambo ya saa hii. Kwa sababu tukisema vijana ama uongozi wa kizazi kipya, unajua saa hii tuko na hizo karne. Kuna yale mambo ambayo yalikuwa yanatendeka huko kitambo dunia ikianza, na kuna mambo ambayo yanafanyika saa hii. Saa hii tuko na mambo ya teknolojia. Kwa hivyo uongozi wa vizazi vipi ama vijana saa hii unaweza husisha mambo mengi. Ya kwanza ni hiyo teknolojia ambayo nimesema. Saa hii wazee wanapata ugumu sana kutumia hata hizi simu ambazo tunatumia. Na mambo mengi saa hii yanafanya nini, yanasambaa kwa mitandao, hizi nini za kijamii na vitu kama hivyo. So uongozi wa vijana, assuming vijana wamepewa uongozi, ama hiki kizazi kipya kikipewa uongozi, kuna vitu vingi ambavyo wanaweza tumia ili uongozi wao uweze kukua bora, ambayo nimesema ya kwanza ni teknolojia. Teknolojia siku hizi inatumika ni kama kwa kila kitu. Kama ni mambo ya huko kupeana information mpaka kwa nyumba huko, ama what we call dissemination of information to the grassroots, tunaweza tumia habari, ama saa hii jambo linaweza kufanyika mahali na tunairusha kwa mtandao, unapata imefikia watu wengi pale nyanjani na kila mtu ameweza kupata. Mambo mengine ni energy ama the zeal. Wanasema uwezi fanya jambo vile ulikuwa unalifanya ile enzi expect different results. Vijana saa hii wako na uongozi ama wako na that zeal, wako na that energy using hii technology and the rest, wanaweza pata ya kwamba wameweza kufanya mambo mengi ama wanaweza kufanya kwa nguvu, kwa sababu kila kitu inahitaji nguvu, na waweze pata wameweza kufanya mambo ambayo ni mazuri. So uongozi huu wa saa hii ambao tunasema wa kizazi kipya, kuna mengi ambayo wanaweza fanya na waweze kufanya nini, kufikia kila mtu, ama uongozi wao uweze kuwa bora kuliko uongozi huu sasa tukikompea na huo wa wazee ambao wamekuwa hapo tangu awali. Do you think both young people, the youth, and women in the society have been given wamepewa tu ama wamepata usawa katika siasa za Kenya, hasa tukiangazia kile ambacho kama taifa, tukiangalia viongozi wale ambao wameteuliwa, wanawake na vijana hawa wanapata fursa sawa katika siasa hizi za Kenya? Ndugu Jeff, kwa mtazamo wangu hilo ni neno ambalo tu vile tunaweza sema it's just a word in the dictionary. Ni ile tunasema tu ya kwamba tupeane opportunities or equal opportunities to both men and women. Lakini kwa ground vile huwa tunasema kwa ground vitu ni tofauti. Ukifika huko utapata ya kwamba vitu ni tofauti. Kwa mfano, ukikompea mwanamke na mwanaume wakisimama kama ni podium hivi wanataka kusema jambo fulani, unaweza pata ya kwamba wanaume wako na hiyo, naweza sema nini, wako na hiyo more zeal kuliko wanawake. Ukiangalia vitu mingi, kama tuseme mwanamke anataka kwenda kufanya campaign mahali fulani, lazima akue accompany na wanaume fulani ili waweze kumpea psyche ndio afanye nini, ndio aweze kufika huko. Ukiangalia hata bunge zetu ama is even the counties, kuna hizo equal opportunities zenye tunaambiwa zinafaa zipeanwe, lakini ukienda huko ukipata ya kwamba wanawake ni wachache kuliko wanaume. Why do you think is it so? Is it that wanawake wanaonekana kwamba ni watu ambao hawana uwezo wa kuongoza, ama ni dhana tu ya jamii? Uwezo wanao. Shida ni sisi kama wanaume hatujakubali. Kuna mahali ukiuliza hata saa hii tuseme ukienda kufanya poll hapa nje kuhusu kupea mama kama governor wa Kisii County, utasikia tu watu wakisema mama hajatosha, sijui nini. Lakini uwezo wanao, nguvu wanayo. Shida peke yake ni hiyo, sisi
kama wanaume hatujakubali ili tuweze kufanya nini, kuwapea hiyo ili ama huo uwezo ili waweze kufanya. Lakini Jeff, ni nukuu pia hivi, wale wanawake ambao wamepewa hizi chances pia wameprove contrary. Hawajafanya vile ili tuweze kufanya nini, kuweze kuamini. For example, unapata mwanamke, we call them women rep. Amepewa kazi, instead afanye ile kazi anapewa, sasa anaenda vitu tofauti. Yani she is not delivering ili aweze kufanya nini, kuonyesha ya kwamba kuna huo umahiri. Wengine unapata sasa hawataki kupea wenzao wenyewe. Jambo lingine ambalo ninaweza sema hapo ni wanawake wao wenyewe ni adui ya mwanamke mwenzake, kwa sababu women rep amepewa, tusema anafuata achukue hiyo miaka 5 peke yake aweze kunacha, kwa sababu after amepewa hizi 5 years amepata that courage, amepata that experience ya kwenda hata kitingine kama governor. Unapata bado anataka kustika hapa hii ya women rep ambayo imefanya nini, wametengewa, kuliko afanye yake 5 apate hiyo experience aende kitu kingine kubwa, sasa angangane na wanaume. Unapata anabaki hapo. Wao wenyewe sasa wanafinya hawa wadogo ama wale ambao bado wangetaka kupata hiyo opportunities, kwa sababu unajua as a women rep kuna opportunities anapewa, kuna hizo vitu zote ambazo anapewa, hizo peke yake zinamfanya kukua na ile courage, kukua na ile zeal ya kufanya uongozi ama kuendelea kufanya mambo ya uongozi. Lakini sasa mwanamke akikaa hapo miaka 10 tena anataka kuendelea kwa so unaona anazuia hao wengine wenye anafanya nini, wanafaa wakuje, hivyo inazuia wanashindwa kufanya. Okay, naelewa vile ambavyo umetaja. There's something that you have mentioned about they prove contrary to what they are expected to do. Yes. And you have mentioned about the women reps maybe in the country. Does it mean that they don't understand exactly what is their mandate in the constitution as women reps? They understand. The problem is not that they are not doing it. I don't know why they are not doing it, but they understand. I know very many of them understand. I don't know if it's the system. Once they are there, they start doing, you see them abusing. For example, you find, and this one is not only in women, you can see it in many politicians. You start, instead of, for example, a women rep now using his energy or the social media that we said, and saying what he has done or she has done and what she is projecting to do, you get them directing to that energy doing something which they are not supposed to do. For example, abusing somebody or criticizing somebody who did something somewhere. So unapata ya kwamba wanaanza kufanya yale ambayo hayawahusu, kuliko at least wa take that time. You know, kwa siasa kuna mambo yale ambao mengi umepanga kufanya na hayajatimika. Mwananchi pale hata jua ili alijatimika kwa sababu ya jambo moja ama lingine. Kuliko utumie hii muda uweze kuambia mwananchi niliplan ama nilipanga kufanya 1 2 3 ili alijafikia kwa sababu ya A B C D. Unapata hiyo muda sasa wanatumia kutuzi wengine, mara kufanya nini, kupigana wao wenyewe. Unapata ya kwamba muda umefanya nini, umeisha. So swali lako, wanaelewa lakini hawafanyi vile ambavyo wanafaa wafanye. Basi mpenzi mtazamaji, tunapozidi kusonga mbele katika sauti ya uongozi, naona hapa show inashika moto kweli kweli, kuchaja hapa maswali jinsi ambavyo kijana hapa bwana Honorable Dennis Ombaba jinsi ambavyo amejiandaa. Tunapoendelea kusonga mbele utakuwa unazungumza nasi kupitia ujumbe mfupi kwa nambari 21575, na bila shaka utakuwa unatupata katika mitandao yetu ya kijamii. Pale YouTube tupo live, utakuwa unafuatilia moja kwa moja. Bila shaka ukiwa na swali ama jambo la kujangia utakuwa unatuma pale, na pale X by the way tupo pale kama Ndizi TV Africa. Bila shaka utakuwa unazungumza nasi pale ukiwa na swali lolote kuuliza ama jambo ambalo ungependa kuchangia katika mazungumzo ya siku ya leo. Unayo uhuru wa kufanya vile, na bila kusahau kwamba utakuwa unazungumza nasi kupitia nambari yetu, kupitia mtandao wa WhatsApp kwa nambari 0711199890 0711199890. Hapo pia ukituma ujumbe wako nitakuwa naupata moja kwa moja ili tuangazie ama tuweze kusoma ujumbe huo tukiendelea kusonga mbele. Kipindi hewani ni sauti ya uongozi, kikaletwa kwako nami Jeff Nyakundi kila siku ya Jumamosi. Na tunapoendelea kusonga mbele, kuna jambo ambalo umetaja
kaniguza mpaka nikafili kwamba ingekuwa mheshimiwa Nyapara angekuwa amefika naye tusikie sehemu yake ni ipi ambaye anataja. Ukweli umetaja ndio hawa wanawake wakipata nafasi hawajafanya vile ambavyo yale ambayo wanapaswa kuyafanya. Maoni yako hayo. Na jambo ambalo umetaja pia ni kwamba hawajajitokeza kusimama viti vinginevyo. Mheshimiwa Nyapara angekuwa hapa angetaja kwamba yeye anatazama kuwania maybe ubunge pale. Lakini hata tumeona hapa nchini Kenya, tutumie mfano tu ya baadhi ya wanawake ambao tumeona hata wakisimama urais. Martha Karua alijaribu wakati mmoja, na baadhi ya wanawake wamejaribu, hata tumewaona wengine wakiwa magavana. Gladys Wanga ni gavana wa Homa Bay, Wavinya Ndeti ni gavana pia. Na kuna wale ambao wanafanya kazi na wamechapa kazi kubainisha kwamba ama kuonyesha umahiri wao pale, hata wanaonekana kwamba wamefanya bora zaidi kuliko wanaume. Do you think if women can be more empowered in this, can they deliver? What if, do you think so? And in case maybe to party, of course Kenya has never had any deputy president or president being mwanamke. Do you see them maybe in the near future moving to such a positions? Thank you. Starting with the first question, I know they can deliver. And from whatever you've said, Jeff, yes, we've seen some of them who have delivered. For example, the ones you've mentioned, Gladys Wanga, Martha Karua, and some of those, they are really trying. But imagine we have 47 counties in Kenya. Yes. And those are just, if we can count the female governors are like 4 or 5. So we should be seeing them more often trying these positions, and not only those few ones. Let them come out, because I know if given an opportunity they'll be able to deliver. And I know, for example, I think Martha Karua has been a deputy president, but they never won the elections, and some of those. And I know in the near future even there's speculation that maybe Gladys Wanga may deputize President Ruto currently. Those are speculations. I'm expecting that more of those are going to come, and I know if given an opportunity they're going to deliver. The only thing is that they need that backup ili waweze kusaidiwa na sisi wale ambao tumefanya nini, tumeweza kuwajua, na wale ambao tunajua wanaweza, na pia wale ambao wamepata chance, as I said, wamekuwa women reps, and I know there are some of them who have been women reps na bado hawataki kutoka huko. Wacha waachia wengine nafasi, wao wasonge, wachukue hizo viti, kwa sababu unaweza pata kuna huyu anaogopa siwezi enda. And I think as you said, the one who was coming here anawania ubunge, ukiweza muuliza unaweza pata kuna changamoto anayo ya kuenda direct kuliko maybe angeanza kama women rep ama somewhere ama MCA. Unaweza pata ya kwamba amefanya nini, ameenda ama amesonga vizuri. So ukipata mwenye, for example, our women rep, the current women rep, akianza sasa taka tuseme kiti ya ugavana, unaweza pata hakuna exposure. Kama ni kura amejua vile zinatafutwa, kama ni everything that is needed, how the office is run, anaweza kuwa amepata hizo vitu zote. As opposed to ule mwenye anaanza saa hii ajue hata nini inafuata wapi, nini inafanyika, ili aweze kufanya nini, ili aweze kusonga. Na ndiposa nasema waweze kujitokeza, kwa sababu ukiangalia hata Kisii County, kama si our nominated MCA, we only have one elected lady as MCA, and I think anatoka hii side ya basi. So unaona huyo ni yule alijitokeza akawania mpaka akashinda. Wengine ni nomination or something of the sort. So they should come out more often. Isikue ni hivyo, yani isikue wasitulie, na najua most of them sometimes unapata wanangoja hizi nominations, wametulia eti wacha nifanye hivi nione ili nipate nomination. So they should come out, wawanie hizo vitu kama mwingine yeyote yule. Ndio maana tunasema about you sawa, ambao tumesema ya kwamba ni kupewa opportunity, lakini unapata za hawaitumii. You see, wamepewa ama usawa wa kijinsia, kila mtu amepewa that equal opportunity. Actually yao it's past, kwa sababu we have hiyo kitu ya third gender rule tumesema about, wako na kitu ya women rep ambayo ni specifically theirs. You see, hata it's like now hiyo usawa tunaongelea hiko kwa sababu wao wamepewa lift. Can it really not be there? There's something you have mentioned about the two gender rule that's supposed to be. I don't know whether when we look at our country, it's something that has not been
been that has not been implemented, because we even had leaders. I can even remember when the current president alikuwa anasema sasa alikuwa anaongelea masuala ya chama cha UDA, akitaja kwamba iwapo mtu atakuwa anasimama chama cha UDA katika kura zijazo, ni kwamba akiwa ni mwanamume lazima deputy wake akuwe mwanamke. Hiyo ndio hayo ndio alikuwa anayataja, na Wakenya wanangoja ifikapo mwaka 2027 uone ni kipi kile ambacho kitakuwa kinafanyika. Je, unadhani the two gender rule imetekelezwa ipasavyo? Bado haijatekelezwa, kwa sababu hata nikikumbuka vizuri kwenda hapa nyuma, kuna wakati President Ruto alikuwa advised to dissolve parliament kwa sababu of that. Haijakuwa adhered to. Ni ile unapata ya kwamba wana assume, as I said, tunaiongea tu kwa sababu vile umesema president anasema eti kama wewe ni a male you should be having a deputy mwenye ni female. Ilikuwa even hiyo ni uchaguzi ya kwanza, lakini nini ilifanyika? Vile nilisema, wanaume kuna mahali pengine unapata ya kwamba hawaja trust sana hawa wanawake. You see, if it's a policy and if indeed yeye ako serious kama president, anafaa aanze na yeye mwenyewe. Kama president 2027 hiyo uchaguzi inakuja, atuwekee running mate wake kama mwanamke, na itiririke hivyo chini vile ambavyo anasema, ndio tunaweza achieve this 2/3 gender rule, ili iweze kufanya nini? Iweze kuendelea na iweze kufanya kazi ambavyo inastahiliwa katika constitution yetu ya Kenya vile inavyonakiliwa pale. And why do you think that it has not been implemented? As I said, we just say, but when it comes to the part of doing it now, I don't know what happens, we relax. And maybe part of it vile nilisema bado hatujawa trust sana. Unapata ya kwamba tukisema for example tunaenda campaign mahali, you know, our campaigns they are serious campaigns na huwa zina involve vitu mingi. Most of them are done in the night, so maybe mtu anaona nikiweka mwanamke hapa nitatembeaje na hiyo usiku, maybe ataogopa ama atafanya vitu kama hizo, na unapata ya kwamba ama sisi kama wanaume baada hatujafanya nini, hatujawa trust. Wengine unapata wanafeel ya kwamba hata nikiweka mwanamke hapa sioni kama ataenda kudeliver vile mwanaume angefanya nini, angedeliver. So hizo unapata zimeinda the process, na unapata katika hiyo hiyo mambo yao ama sisi kuwasaidia ile to achieve that, unapata ya kwamba haijatimika. Now you have just explained it, and maybe we'll be waiting and see if it will be implemented, because where we are heading to, you know, we have seen before we have seen in our country in the last year 2024 the Gen Z protests, what they demanded, what was done, and what they are demanding now. And currently we have seen what has happened in Tanzania, because walifanya uchaguzi wiki hii tu, na kuna yale ambayo tumeyaona yakiendelea, na tutakuwa tunangoja ifikapo mwaka 2027 katika uchaguzi mkuu ambao unakuja, tutaona je, hili linatekelezwa na vyama. Wewe mwenyewe umesema kwamba kuna chama kile ambacho unatoka, sijui kama hilo limetekelezwa kwa chama chenu pale. Ni jambo ambalo maybe tutapata nafasi tena tutazungumzia kuhusiana uongozi huu katika vyama mbalimbali, wanawake wanapewa nafasi gani, kwa sababu kuna dhana ile ya Kiafrika kwamba mwanamke ni mtu ambaye anafaa kuwa nyumbani, akuzalie watoto, alee watoto wako, akupikie chakula, akuoshe, afanye yale mambo yote tu. When we sit down thinking in the context of the African culture, that is what we just see a woman can be able to do. But things are changing, as we said earlier on, na tutakuwa tunangoja tuone ni kipi kile ambacho kitakuwa kinaendelea katika mchakato huo wa kuzungumza masuala hayo, hasa wanawake kupata nafasi katika uongozi hapa nchini Kenya. Mpenzi mtazamaji, zimekatika dakika 18 baada ya saa 2 usiku huu, tunapoendelea mbele na kipindi chetu Sauti ya Uongozi. Na leo hii ninaye mgeni hapa studioni. Walikuwa wawe wawili, Honorable Violet Nyapara ambaye ameniambia amo njiani, tutangoja akifika ni sawa, sipofika bado siku nyingine ipo. Lakini hapa studioni tunaye Dennis Ombaba
ambaye ni kijana na amejaribu kuingia katika uongozi huu, amejaribu kutafuta kura mara moja, kuna experience kidogo pale, na ndio tunaangazia uwajibikaji, usawa wa kijinsia katika siasa za Kenya na bila shaka uongozi wa kisasi kipya. Tutakuwa tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tutakuwa tunaendeleza mjadala wetu moja kwa moja. Ikiwa unalo swali ambalo ungependa tukujibu, ambalo ungependa ama jambo ambalo ungependa kuongezea lolote lile, utakuwa unazungumza nasi kupitia nambari yetu ya studio 21575 na bila shaka kupitia nambari yetu ya WhatsApp 0711199890 0711199890. Hiyo ndio nambari yetu ya WhatsApp, na mitandao yetu yote tupate kama Ndizi TV Africa, na pale YouTube tupo live moja kwa moja. Tupate mapumziko, tutakuwa tunarejea hivi punde.